asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri hata ukifanya mambo ya dunia utazamie kunao umbali, kunao Mungu aliye juu mbinguni na ananitazamia, ananitafuta. Bwana asifiwe. Kwa hivyo moyo wako ukuwe na hali ya kumtafuta na ukuwe wa kumhimidi Bwana. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasema ya kwamba na nisisahau fadhili zake. Bwana asifiwe. Ni mara ngapi umesahau fadhili za Bwana? Lakini mara nyingi tumekuwa watu wa midomo mizito, kuwa na hali ya kunungunika. Tumekuwa na hali ya kuwa na changamoto na ya kwamba hata kama ni magonjwa itakuja au ni jambo lolote, unasikia ya kwamba huo mzigo ni mkuu, sioni sahizo fadhili za Bwana. Bwana asifiwe. Tusisahau na penye Mungu ametutoa. Usisahau na penye Mungu amekutoa. Nisisahau na nisije nikasahau ukuu wa Bwana. Kwa hivyo kila dakika na kila sekunde ninafanya hali ya moyo wangu kuwa ikihimidi jina lake Bwana, maana fadhili zake zadumu milele. Bwana asifiwe. Fadhili za Bwana Yesu si zadumu milele kwa wenye wote wanaotumainia jina lake, wenye wote wataota katika mapenzi ya Bwana. Fadhili zako, kinywa chako na fikra yako na hata moyoni mwako utakuwa na hali ya kushukuru Kristo, utakuwa na hali ya kuhimidi jina la Bwana, maana ukuu wa Mungu umeandamana na wewe. Bwana asifiwe. Hata kama kutakuwa na changamoto, hata kama kutakuwa na dhoruba, ndiyo itakuja na ili kufanya imara moyo wako, lakini utakuwa hali ya kusimama na kuhimidi jina la Bwana, maana fadhili za Bwana zadumu milele. Bwana asifiwe. Fadhili za Bwana zitadumu milele na milele, maana neno la Bwana ni yes and amen. Bwana asifiwe. Ni jana, leo na hata milele. Na kwa hivyo hakuna wakati Mungu wetu atabadilika. Mwanadamu unaweza badilika, hali inaweza kukusonga na uachilie mambo mengine, lakini ukitua katika mkononi mwa Bwana, ukilishika neno la Bwana, litakuwa la kukuongoza. Utakuwa mwenye sifa tele kinywani chako, maana fadhili za Bwana, ukuu wa Mungu utakuwa ukionekana. Bwana asifiwe. Na ndipoze nimesema ya kwamba neno la Bwana likikuwa kwa wingi, hata licha ya dhoruba zikuje, utakuwa mtu bado wa kusimama, maana fadhili za Bwana, ukuu wa Mungu, upendo wa Mungu, rehema za Bwana zimetukuka ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukua watu wa kuchukua na hali ya kuwa na hali ya kushukuru, tukue na utero wa Bwana licha ya dhoruba, dhidi ya mambo yatakayoinuka. Wewe kuwa mtu ule ya kwamba neno la Bwana limekolea ndani yako, limekuwa na mazao. Na neno la Bwana likipata kukolea ndani yako, ndugu na dada, hatuhitaji kutafuta mambo mingi, ni kuenenda tu mbele zake Bwana na kumuinua, kumtukuza. Bwana asifiwe. Lakini naonaga wakati mwingi kama majaribu ikikuja, hauna dakika ya kumtukuza Bwana. Bwana asifiwe. Ni hali ya kumwoku Mungu. Ya haya uliyaitikia inipate aje? Ulikuwa wapi Mungu? Bwana asifiwe. Lakini Daudi alikuwa na hali ya kuhimidi Bwana, na ili moyo wake usisije na kusononeka, usikuje na kumwasi Mungu. Mdomo wake usikuje kwa kumwasi Mungu. Mafikra zake isikuje ya kuasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mioyo yetu, na jinsi Biblia inasema ya kwamba ati moyo wangu mshujudu Bwana. Bwana asifiwe. Usishujudu Bwana maana uko mfuko wako uko na pesa nyingi. Usimhimidi Bwana maana kwako kuna chakula. Usimhimidi Bwana kwa maana vile mambo yako yanaendelea vyema. Uhimidi Bwana siku na mchana, dakika na sekunde, maana fadhili zake zadumu milele. Bwana asifiwe. Na Mungu wetu huwa anatukuka zaidi akiona moyo wako ukimhimidi, hata wakati unapitia katika gharika la moto la maji. Bwana asifiwe. Mungu ataendelea kukuinua, maana umekuwa wewe mtegemeo lake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatutakosa kuhimidi Bwana hata kama hali hii haitupendezi. Bwana asifiwe. Hatutakosa kuhimidi Bwana hata kama mambo sio mazuri kwetu. Bwana asifiwe. Maybe unaangalia pande hii na lingine na unaona mambo ni magumu, hakuna tumaini. But them that wait upon the Lord, they shall go, they are going to mount like an eagle, because the Spirit of God is upon them. Praise God. Kwa hivyo tukikuwa watu wa kujua hivyo, hatutahangaika, hatutajali ya yale yanayotukia siku baada nyingine, maana ndani yako kunayo tumaini lake Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo utakuwa na moyo wa kushukuru. Moyo wako utatoa shukrani kwa Bwana. Moyo wako utakuwa na hali ya kumtukuza, maana huoni hali ilivyo, ndivyo iko hivyo. Lakini ninalo tumaini ambalo ni Kristo Yesu. Sitasononeka na sitajikwa nyuma. Bwana asifiwe.
asifiwe. But I'm going to press on because I know my maker. Praise God. Kwa hivyo tukikuwa watu wa namna hiyo, tutakuwa watu wa kuhimidi Bwana, kama jinsi mtumizi wa Mungu Daudi alikuwa na hili wimbo wa busara ndani ya moyo wake. Bwana asifiwe. Biblia inasema hapo ya 3 ya kwamba ati yeye anisamehe makosa yangu na yeye aniponyaye. Bwana asifiwe. Imagine yeye, regardless mimi ni mtu mchafu, regardless mawazo yangu maybe haiendani na Bwana, lakini nikimwendea kwa huruma zake, ananisamehe, ananirejesha, ninakuwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ati yeye anisamehe dhambi zangu. Bwana asifiwe. Yeye anisamehe dhambi zangu na yeye pia akuponyae magonjwa yako yote. Bwana asifiwe. Ni nani anayekuponya ndugu na dada? Ni Yesu Kristo. Unakimbilia kupitia mijeredi yake Kristo msalabani, unapata uponyaji wako. Wewe unayesinzi usiku na mchana, ukirejea Mungu anakusamehe. Bwana asifiwe. Daudi akasema maneno haya maana alijua hajakamilika. Hata wewe siku ya leo hujakamilika kwa njia moja na nyingine, lakini Bwana anatuambia kwamba yeye licha ya kutuponya, licha ya kutuponya magonjwa yetu na kutusamehe dhambi zetu, mioyo yetu ikuwe ya kumhimidi. Bwana asifiwe. Nafsi zetu zihimidi Bwana, mioyo yetu ikuwe na moyo ya shukrani, na tutafuta uso wa Bwana maadamu anapopatikana. Bwana asifiwe. Maana ukisamehewa maovu na Mungu, maisha yako yanakuwa maisha mapya. Bwana asifiwe. Whenever your sins they have gone away, you are new creature. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata katika maisha yako, maana ni Kristo sasa amechukua ushukani, utakuwa na mwongozo mpya wa Roho wa Bwana, utakuwa na mambo mapya. Bwana asifiwe. Neno la Bwana likiota, ukweli wa Bwana ukikujia, unakuwa kiumbe kipya, maana umepatana na Mungu, mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Ambaye yeye ni Yesu Kristo aliyetufia, aliyekufia wewe, na ili siku ya leo uonekane. Kwa hivyo hebu siku ya leo tukuwe na hali ya kunyenyekea, hali ya tafuta uso wa Mungu, hali ya kukuwa na ushukurani tele mioni mwetu na vinyoni vyetu. Ndugu na dada, ile hali ikoaje? Tukuwe na hali ya kumtukuza Yesu. Bwana asifiwe. Yeye aniponyaye magonjwa. Bwana asifiwe. Yeye anisamehea uovu wangu, moyo wangu umuhimidi. Bwana asifiwe. Na ukifika to that point, for sure you are going to humble before God. You are going to contrict before your maker, because he has not forsaken you. Praise God. Na katika utakatifu wake. Kwa hivyo utakuwa kiumbe kipya na utakuwa mtu ambaye ako mwelekevu. Na hata ukisimama mbele za Bwana, kwa ile dhabihu ambayo utakayotoa mbele za Bwana itakuwa manukato kwake Bwana. Bwana asifiwe. Mara nyingi tuwajikuta sisi ni waasi, na wakati unaposimama mbele zake Bwana anasikia mambo machafu. Bwana asifiwe. Au anasikia si manukato mema. Praise God. Lakini ukiombea moyo wako, yeye anayekusamehe, ukienda kwa unyenyekevu, hata lile ndio utakalofanya, hata kama ni dhabihu utakayetoa ya moyo wako, itakubarika, maana Mungu amekuwa wa kukurehemu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuikubali atuoshe fikra zetu, atuoshe mioyo yetu, atuoshe miili yetu. Daudi alikuwa na hali ya kumtukuza Bwana. Kwa nini? Maana alijua uhusiano wake na Mungu. Mara nyingi twajikuta tunaingiana na mambo ambayo tunajua ni dhambi, lakini twajierekesha na tunakuwa na mioyo isiyobondeka. Bwana asifiwe. Na huwezi ukasimama mbele za Bwana, maana unajijua na wajifahamu, maybe njia zenye unapitia si kamilifu. Bwana asifiwe. But the moment you shall realize yourself that you are holy before the presence of God, hata ile dhabihu utakayotoa, hata ile sadaka utakayotekeleza mbele za Bwana itakuwa manukato, maana hauna kuogopa. Bwana asifiwe. Hauna jambo la kuhukumika. Mwadhani ya gosho. Epo weche wandugu weche na wadada, tutoke katika hali ile ya kukaa katika tu hali ya kawaida. Bwana asifiwe. Tukuwe na ule utakatifu, tukuwe na hali ya kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Na tukuwe na utakatifu ulio kamilifu mbele zake Bwana. Maana Daudi alisema ati yeye amsameheaye dhambi zake na mponyaye magonjwa yake. Bwana asifiwe. Ni magonjwa magani siku ya leo uko nayo? Maybe si magonjwa ya mwili, si magonjwa ya maybe tutaweza sema huyu ndugu ni mgonjwa, huyu dada ni mgonjwa, lakini kuna ule ugonjwa ulio ndani yako, asili ya moyo wako. Umejaribu kutoka kwa ile jambo, lakini wajikuta moyo wako bado umeshikilia, unang'ang'ana, unakuta
siku ya leo na kusihi ya kwamba ni vyema uweze kutoa yale yote, yale mawaa, yale mambo yanayozuia Bwana yeye kutenda kazi ndani yako, na ili moyo wako ukuwe na kuhimidi Bwana. Bwana asifiwe. Maana mara nyingi dhambi zetu zatuzuia kuenenda palipo pa Bwana. Bwana asifiwe. Unasikia there is a hindrance between me and my God. Bwana asifiwe. Ni wakati mwema wewe kutoka katika hiyo hali. Ni wakati kuwasema enough is enough. Bwana asifiwe. Na uinuke na ujikaze kutafuta uso wa Bwana. Bwana asifiwe. Maana kuwa mkamilifu, hautaogopa jinsi watu watakavyonena, hautajali hali ilivyo, lakini moyo wako utakuwa kama wa Daudi, hali ya kumtukuza Kristo Yesu, hali ya kumhimidi mwana wa Mungu, maana anajifahamu ya kwamba aliye ndani yake ni mtakatifu wa watakatifu. Bwana asifiwe. So our hearts, let our desire, let us have the thirst of the Holy Spirit of holiness in us, for us we may glorify our God. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu. Ndugu na dada watazamaji, tukitenda kadri na mema ya Bwana, si tutakuwa watu wa kubarikiwa. Bwana asifiwe. Akukomboae uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Bwana asifiwe. Licha ya mambo hayo, Daudi alisema ya kwamba Mungu yeye huwa anayemkomboa katika kaburi. Bwana asifiwe. Na kwa kweli rehema za Mungu na fadhili zake zinakuwa katika maisha yake. Bwana asifiwe. Ushibishaye mema uzee wake, ujana ukarejeshwa kama tai. Bwana asifiwe. Utarejeshwaje ndugu na dada? Ni hali ya kutafuta uso wa Mungu. Ni hali ya kuachana na mambo ya ulimwengu. Ni hali ya kutazamia ukuu wa Bwana, ule msalaba uliobebwa na Yesu Kristo, aliyeweye Kristo Yesu. Wewe ukamtumainia, ukaamini ya kwamba nitafuata huu mwana wa Mungu na sitakuta kujuta. Bwana asifiwe. Ulijitia hali ya kuamini, ulijitia hali ya kukata kauli. Kwa hivyo siku ya leo Daudi akasema ya kwamba ati yeye anikomboae uhai wangu kutokana na kaburi. Bwana asifiwe. So there's a death ahead. Bwana asifiwe. Lakini Mungu alipata kumrehemu, alipata kuondoa ile kaburi. Bwana asifiwe. Na ili aishi. Ndugu, hata wewe siku ya leo, maybe kama ni dhambi zimekuwa mbele zako, hiyo ni kaburi. Bwana asifiwe. Kama ni mambo unafanya humo, hiyo ni kaburi. Ni siku ya leo na siku njema ya kwamba Mungu andoe ile kaburi baada yako wewe kurejea katika uso wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukirejea katika uso wa Bwana, ukirejea katika mapito ya Yesu, Bwana asifiwe, wewe Bwana ataendelea kuondoa hiyo kaburi. Bwana asifiwe. Jinsi alivyofanya kwa huyu mtumishi wa Mungu, ya kwamba alipata kumuondolea kifo. Bwana asifiwe. Au aliondoa lile kaburi. Hivyo inamaanisha ya nini? Wewe Mungu atakukomboa, atakukomboa na maafa yote, atakukomboa moyo wako na moyo utasadiki katika Kristo, maana Yesu amepata kuondoa lile kaburi katika maisha ya Daudi. Bwana asifiwe. Siku ya leo wewe ndio Daudi. Siku ya leo wewe ni mteule wa Mungu. Ni lazima ndugu na dada tuaminie Kristo. Yeye atukomboae, yeye anatuhifadhi, yeye anatutenganisha na maovu. Tumrejee na ili masiku yetu ikuwe ya furaha na ya baraka, maana tunafanya kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Mauti nini? Ni mambo ya dunia, mambo hayo umeshikilia. Wewe umejisema ni Mkristo, lakini katika mambo ya siri wapatikana wazi katika hila hali. Bwana asifiwe. Ni vyema siku ya leo uondoke, chukua hatua ya imani, useme ya kwamba enough is enough, that we are going to seek full diligently the word of God. Bwana asifiwe. Na naamini ya kwamba ukitoa na ukikata kauli kutakuwa na ukombozi. Bwana asifiwe. Maana Daudi alisema ya kwamba rehema zako na fadhili zako zitakuwa juu yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada watazamaji, tukiondoka katika mambo ambayo tumejishikilia, Bwana asifiwe, tutakuwa watu wamebarikiwa, tutakuwa watu wa kubadilishwa, utaondolewa katika maafa. Kama kulikuwa na janga liko mbele yako kwa lile dhambi umekuwa ukilitenda, Mungu anaendelea kuondoa, maana umekata kauli ya kufuata Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tufunguliwe katika hali, tufunguliwe katika maisha ambayo yastahili mbele za Bwana. Wokovu wa siku hizi wanajifanya wameokoka, lakini inwardly
ndani, na uko ndani watu wamejifichia tu miungu. Bwana asifiwe. It's a high time for us to leave everything so that we may glorify our God. Bwana asifiwe. Nafsi yetu, kilindini cha moyo wako, mawazo yako, fikra zako zipate kutakaza na Bwana. Bwana asifiwe. Na ili Bwana akuondolee ile kaburi. Bwana akurehemu maisha yako. Bwana akufanye mtakazi pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Maana kwa kila jambo tunalofanya au kwa kila tendo ufanyacho, ndugu na dada, kuna malipo. Bwana asifiwe. Na kuna jambo huwa linashangaza moyo wangu. The rich and every knee shall bow, each and every tongue shall confess. My dear brethren, hiyo wakati utakutwa uko waje? Bwana asifiwe. Mimi na wewe tutasimama mbele za macho ya Bwana ukiwa wa upande gani? Hukumu ya Bwana itaangaziwa juu yako kwa njia gani? Bwana asifiwe. Nawe utakuwa mtu wa kubarikiwa. Bwana asifiwe. Maana neno la Bwana ni upanga ukatao kuwili. Bwana asifiwe. Ndugu na dada, neno la Bwana upanga ukatao kuwili. Na vile Biblia inasema ya kwamba Bwana atakuondolea kaburi. Ni kaburi gani uko nalo siku ya leo? Ni mambo magani yamekukumba? Ni hasira gani? Ni kitendo kigani hiyo unachotenda kinazuia wema wa Bwana ukufikie, au rehema za Bwana au fadhili za Bwana? Jiite kama mkutano siku ya leo, jikubali siku ya leo, mrudie Kristo, na ili wema wa Bwana, fadhili zake Mungu zitue na zitunuke katika maisha yako. Bwana asifiwe. Twajifichia Mungu wetu, na Biblia inasema ya kwamba neno macho ya Bwana yatazama usiku na mchana. Bwana asifiwe. Neno la Bwana latuangazia usiku na mchana. Kwa hivyo afadhali wote kujificha, afadhali uendelee na kuwa na utakatifu, maana Biblia inasema ya kwamba afadhali uwe moto au baridi. Bwana asifiwe. Lakini Wakristo wa siku hizi hatutaki kuambiwa ukweli, tunaambiwa mambo mengine ya baraka. Kama hakuna utakatifu, hata baraka hazikupeleki pahali. Bwana asifiwe. So seek the first of the kingdom of God and its righteousness. Bwana asifiwe. Na hayo mengine Mungu atakupatia ukuwa mtu katika imani uko sawa. Bwana asifiwe. Utakuwa mtu ambaye ameimarishwa, utakuwa mtu ambaye amepandwa katika msingi wa Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Na katika Biblia inasema ya kwamba hata mawimbi yakikuja sitafadhaika, maana ninayejua Kristo aliye ndani yangu. Sitafadhaika na jinsi watu wanavyosema, sitafadhaika na venye umati unavyonitekeleza, lakini mimi najua uhusiano wangu na Bwana. Nitasimama vyema nikitetea Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Ndugu na dada, let us desire to serve this God with the holiness, with the purityness. Bwana asifiwe. Nasi tutakuwa wakubarikiwa. Bwana asifiwe. Na yale mtu anajifichia kwa roho, hiyo siri hiyo katika kile kina cha moyo wako, toa moyo wako, larua moyo wako, pasua moyo wako, tafuta Mungu mara nyingine, na ili upate kuokolewa na upate kuwekwa huru. Bwana asifiwe. Daudi alisema ya kwamba nitabariki Mungu na kilicho ndani yangu. Siku ya leo utabariki Mungu na nini? Bwana asifiwe. Utasimama kwa upande wa Mungu ukiwa namna gani? Bwana asifiwe. Utakuwa mbele za Bwana ukiwa mtu wa kabila gani? Praise God. Bwana atazami mambo mengi, ni utakatifu. Bwana asifiwe. For sure a great day is coming. Dear brethren, let us learn for the safety. Bwana asifiwe. Na utapikimbiliaje? Ni kuacha uovu, ni kutafuta ukweli wa Mungu, na neno la Bwana likuwe ngao katika maisha yako, likuwe mwanga katika miguu yako na katika hatua zako. Bwana asifiwe. Roho wa Bwana akitua katika maisha ya mwanadamu, huyo mwanadamu huwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita na mapya yakuja. Bwana asifiwe. Maana sio yeye tena huaishi, bali ni Kristo Yesu anayeishi ndani yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuwa na haki na kuwa na furaha ya kwamba ni mimi Mungu anayekaa ndani yangu, ni Kristo Yesu anayeishi ndani yangu. Bwana asifiwe. Nasi tutabarikiwa na Bwana. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu. Daudi akasema haya kwamba ati moyo wangu na uhimidi Bwana. Praise God. Moyo wangu una uhimidi Bwana, nafsi yangu na imtukuze Kristo. Ni mara ngapi umekuwa wa kumtukuza Kristo? Ni mara ngapi umekuwa kuhimidi moyo wako katika Kristo? Ni mambo ngapi umekufanya ya kutukuza Kristo akiwa mbinguni akafurahi? Daudi alipata na kumtukuza Kristo na nafsi yake na moyo wake, maana alikuja kuelewa na akafahamu ya kwamba ana ushirika mwema na Mungu. Siku ya leo ni mimi na wewe Mungu anatunenea tukuwe na ushirika mwema,
tukuwe na kuenenda na mienendo iliyo mtakatifu, na hali yoyote ile mioyo yetu mihidi Bwana. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba hapo katika in our town inasema ya kwamba ati naye Bwana atafanya nguvu zetu he will make us to be new like eagles. Bwana asifiwe. He is going to make us to mount like eagles. Bwana asifiwe. Atatufanya aje? Mwadhani ya gosho. Tutakuwa wakupaka matai namna gani? Praise God. Atatufanya aje kuwa praise God. Atatufanya aje kuwa kupaka matai. Tutapaka matai sababu Mungu wetu anatupenda na anatujali na anatufikiria mawazo mema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukisimama au tukitenda kadri na neno la Bwana, tutakuwa watu wa kupaka matai, sababu Kristo Yesu amefanya nguvu zetu kuwa mpya. Bwana asifiwe. Utafanyika kuwa kama tai na jinsi gani? Ni hali ya kujitoa, ni hali ya kutafuta uso wa Mungu, ni hali ya kutenda kadri na mapenzi ya Bwana. Ulifuate neno la Bwana sheria kwa sheria, ukalitii, ukaliiga. Bwana asifiwe. Maana sisi tunaitikika au tunakuwa wana wa Mungu, hali ya kufuata Kristo Yesu, nyayo za Kristo Yesu, ndio unafanyika Mkristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hebu siku ya leo, jinsi Daudi alisema ya kwamba ati nawe you are going to renew my strength. Bwana asifiwe. Jinsi atakavyofanya moyo wako au katika maisha yako kuwa ya kupaka matai, maana kijana huwa anapata nguvu. Bwana asifiwe. Na mbio yenye kijana ataweza enda sio jinsi mimi nitazienda au mzee. Bwana asifiwe. Maana kuna hali ya miaka au maisha au mwili. Bwana asifiwe. Lakini wewe katika Kristo Yesu, Mungu haangalie wewe ni mzee au wewe ni kijana, lakini atafanya nguvu zetu kuwa mpya, maana Kristo ako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Ndugu na dada, utafanyika kupaka matai, maana umefanya Mungu Mwokozi Yesu kuwa rafiki wako wa karibu. Bwana asifiwe. Umemfanya Mungu kuwa mlindaji wako, umemfanya Mungu kuwa rafiki wako wa karibu, na utafanya vyote vile zitakuwa manukato mbele za Bwana, maana amefanya nguvu zako kuwa mpya kama ya tai. Bwana asifiwe. Tai hupanda kabisa, na nilikuwa naambiwa na mtu mwingine ya kwamba wakati tai anapopak zaidi, Bwana asifiwe, huwa anatoa ile fedha zake zenye ziko mzoni, anaenda pia mahali anatulia, pia anapata zingine mpya. Bwana asifiwe. Ataweza enda mali nyingi sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo, sababu kuna mwana kondoo, simba wa Yuda, ukikuwa ndani yake, Mungu atakufanya jinsi hiyo tai inavyofaa na ivichoke. Bwana asifiwe. Utakuwa mtu wa Mungu, hautachoka licha ya mambo yalivyo. Bwana atafanya nguvu zako kuwa mpya. Bwana asifiwe. Na sisi hizi tu za mwili, bali hata hali yako ya kiroho utainuka na utakuwa wima katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. So desire to be holy. Bwana asifiwe. Hebu tamanio langu na lako likuwe la kumtukuza Kristo aliye Bwana katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Anapofanya mambo makuu na anapofanya mambo ya ajabu ndani yetu, atatenda mambo ya ajabu na atatubariki. Bwana asifiwe. Praise God. Nadhani tumeambatana vizuri na Mungu wetu atatubariki kwa kila jambo. Bwana asifiwe. Na pia hapo verse 5 inasema, aushibishe mema uzee wako, ujana wako ukarejeshwa kama tai. Hiyo ndio tumesoma. Bwana asifiwe. Brother jirangu, Bwana atakufanya nguvu zako kuwa mpya kama tai. Bwana asifiwe. Brother Juju, Mungu atatufanya, whoever shall seek the kingdom of God, na ufuate na uendelee kutenda kadri na mapenzi ya Bwana, Mungu atafanya nguvu zako kuwa mpya kama tai. Bwana asifiwe. Za kiroho na za kimwili. Bwana asifiwe. Hata kama dhoruba zitakuja, tutakuwa watu wamefanywa nguvu zao kuwa mpya, maana tunaye Kristo Yesu aliye mwamba imara, aliye simba wa Yuda. Hautachoka hata ukienda, hautachoka hata ukifanya kazi yoyote ile, maana Kristo Yesu amekufanya kuwa nguvu zake. Na Biblia inasema ya kwamba ati neno la Bwana ni mwangaza. Bwana asifiwe. Na ni nguvu ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Ukiwa na Yesu umepata vyote. Bwana asifiwe. Atakufanya urehemiwe maisha yako, atakufanya kiumbe kipya, maana neno la Bwana ni la kweli na ni la amina. Bwana asifiwe. Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote kwa wote wanaonenewa.
amjulisha Musa njia zake na wana wa Israeli matendo yake. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Bwana yeye ndio anapata kuwapatia nguvu wanaonenwa. Bwana asifiwe. Wanapata kustahimili, si mambo yakikuja. Daudi alijua ya kwamba akikuwa na nguvu katika Kristo, hata ya kineno yapi atakuwa wa kusimama, maana amefanya Mungu kuwa nguzo lake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo do not be intimidated by the things that you are going through. Praise God. But you are there to focus upon your Creator. You are there to wait upon Him who called you. Bwana asifiwe. And you are going to overcome every battle, every way, every spirit that comes on your way. You are going to overcome it because you have the mighty King in you. Praise God. And the Bible says that God is going to renew our strength. We are going to mount like an eagle. Dear brethren, wherever you are, stand firm, wait upon the Lord, be focused, because our Redeemer is going to make us to pursue in everything that we are doing. Bwana asifiwe. Na kukuwa na Mungu ndani yetu, ni nani atakuwa kinyume chetu? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ulio na Kristo ndani yako, hautasononeka, hautajali ya mambo yalivyo, maana ninaye simba wa Yuda, ninao Mungu mkuu, ninao shabaha la kweli. Bwana asifiwe. Hata kama uteo utakuja, nitapata kuligonga au nitapata kuliondokea, maana Kristo Yesu amekuwa jemendari wa vita, amekuwa tumaini la maisha yangu, amekuwa mwongozo katika maisha yangu. Kwa hivyo hautaogopa, hautasikia jinsi watu wanavyonena, hautaogopa gharika na dharuba. You are going to overcome it because you have your maker in you. Bwana asifiwe. You have carried the Lord who is mighty, a Lion of Judah, the tribe of Judah, Jesus Christ himself. Wewe umembeba, na kwa hivyo dharuba hata mambo ikikuja utakuwa ya kuyashinda. Bwana asifiwe. Tutapata kukua yote, maana aliye ndani yetu ni mkuu kulia aliye duniani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiogope, usifadhaike, maana Kristo Yesu amo ndani yako. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba na jinsi Musa alivyoongoza wana wa Israeli wakapata ushindi mkuu, jinsi Mungu wetu ataendelea kuwa pamoja nasi. Bwana asifiwe. Maana wana wa Israeli walipata kushinda vile vita, maana walitumainia. Bwana asifiwe. Kwa nini siku ya leo ukubali hali na mambo ya kudhurumu, uanguke chini, ukuanguke kifundi? Ni wakati wako wa kusimama tena na kusimama na kusema ya kwamba ninaenda mbele. Bwana asifiwe. Ninasonga mbele, maana aliyeniita ako na nguvu na uwezo. Bwana asifiwe. This is not the time for you to surrender. This is not the time for you to be defeated, but it's the time for you to rise and to walk, and the Lord is going to conquer for you. Bwana asifiwe. Ni wakati mwema, moyo wako na nafsi yako imehimidi Bwana jinsi Daudi alivyofanya, na ili uwepo wa Mungu utue katika maisha yako. Bwana asifiwe. Mara nyingi watu wa Mungu wamekuwa wakuhaibika. Bwana asifiwe. It's because of things that you are going through. Lakini wewe ni wakati wako wa kusema katika hiyo hali, I'm not there to remain there, but I'm going to rise and to walk forward. Bwana asifiwe. Na ukijipata na kuwa na nguvu hiyo, utakuwa mshindi. Shetani hatakaji mtu umenyana baba yuka. Bwana asifiwe. But if at all you have the word of God in you, even if a storm is going to arise, you are going to tremble upon them. Bwana asifiwe. You are going to stand upon it. Bwana asifiwe. Na the victory of Lord will appear on your ways. Bwana asifiwe. Na sababu sio wewe unaishi, na hiyo yote unafanya kwa wema wa Mungu, utakuwa mtu ambaye macho ya Bwana yanamwangalia, macho ya Mungu yanamsingira, yanamwangalia usiku na mchana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usikate tamaa ndugu na dada. Matumaini lako liwe kwa Kristo. Tumaini lako likuwe mwamba imara, nawe utakuwa mshindi katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Nawe utakuwa mtu ambaye amefanywa moyo wake kuwa mkuu na moyo safi. Daudi akasema ya kwamba Bwana niumbie moyo safi. Bwana asifiwe. Praise God. Ebu hata siku ya leo tuumbiwe moyo safi na Bwana. Bwana asifiwe. Tukiumbiwa moyo safi na Bwana, tutakuwa watu wa kubarikiwa. Bwana asifiwe. Na tutakuwa watu wa kuinuliwa na Mungu katika kila hali. Bwana asifiwe. Na Mungu wetu atatubariki, maana ni Mungu anayetupenda. Bwana asifiwe. Yeah, I believe you are blessed by the word of God. Na neno la Bwana, Biblia inasema ya kwamba neno la Bwana ni ngao la miguu yetu. Bwana asifiwe. Siku na baada nyingine usitikie neno la Bwana litoke katika moyoni mwako. Bwana asifiwe. Let it surround you. More than your worship, even to your family, even whenever you are doing your work, let God, the word of God, be your shield and be your defender. Bwana asifiwe. And you are going to overcome every part of darkness because God is in you. Bwana asifiwe. Na utakuwa mtu wa kubarikiwa, utakuwa mtu
ambaye ameinuliwa na Bwana, na utakuwa mtu ambaye ako heri katika Kristo Yesu. Mungu wetu huwa yeye ni wa amani, huwa ni Mungu mwaminifu, ahadi zake za dumu milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo moyo wako siku ya leo tunapoenda kutamatia, uhimidi Bwana. Bwana asifiwe. Nafsi yako ihimidi Bwana, nafsi yangu ihimidi Bwana, na nisije nikasahau na umbali wa Bwana amenitoa. Bwana asifiwe. Hata kama kuna mambo na changamoto, hebu ujirudie na uone kule Bwana amekutoa, na ili moyo wako uwe na manukato, uwe na ombi mpya ya kumtukuza Kristo, na utabarikiwa zaidi. Bwana Mungu wetu ni mwaminifu kwa kila jambo. God bless you. Amen. Ningetaka tusimame tuombe. Walio nyumbani na walio hapa, umesikia neno la Bwana. Ningetaka ujichunguze moyoni mwako na moyo wangu, na ili tunapoenda mbele za Bwana, ambia Bwana nipeleleze moyo wangu, peleleza nafsi yangu, peleleza maisha yangu, na ili niweze kubarikiwa. Bwana asifiwe. Nawe utabarikiwa. Ukiambia Bwana peleleze moyo wako, utakuwa mtu wa baraka, utakuwa mtu ambaye ameinuliwa na Mungu, katika jina na damu ya Yesu. Baba, katika jina lako takatifu tunakuheshimu mchana wa leo Bwana. Asante kwa vile Mungu wetu umenenea na neno lako. Hebu nafsi zetu Bwana zihimidi jina lako Mungu wetu. Pasua mioyo yetu siku ya leo, tupeleleze kwa njia zetu zote Bwana, na ili Bwana yote tukayofanya ikuwe ni kwa utukufu wa jina lako. Ninaombea mtazamaji wangu na aliye ndani katika hii nyumba Bwana, nguvu zako na uwepo wako Bwana uwe ndani yetu, utufanye kuwa kama viumbe vitakatifu, utufanye kuwa wana wako siku ya leo, jinsi ulinenea Daudi ya kwamba akuhimidi na chilicho ndani yake Bwana. Siku ya leo tukuhimidi Bwana, licha ya udhaifu wetu Bwana, licha ya mambo yote Mungu, tumekufanya wewe kuwa mkuu, tumekufanya kuwa Mungu muweza Bwana. Tamaraki siku ya leo katika jina la Yesu. Ninaomba nguvu zako na uwepo wako Bwana zitende kazi ndani yetu, neno lako likuwa upanga, likuwa ni nguzo Bwana, tuwezeshe kusimama, tuwezeshe kusadiki katika jina la Yesu, kutenda liyo mapenzi yako Kristo katika jina lako. Saidia mtazamaji wetu Bwana, alipo na amelipokea hilo neno Bwana, likakuwa manufaa, likakuwa Bwana la kumtosha, likamjenga, likabomoa Bwana, likajenga upya katika jina la Yesu. Tusaidia Bwana kulishika na kulitekeleza kadri na mapenzi yako. Himidiwe, bariki watu wako Bwana, wahimidi Bwana, mioyo yao ikuwe na hali ya kukuhimidi, nafsi zao zikuwe na hali ya kutukuza jina lako, maana wewe unayetufahamu vyema. Tunakuheshimu na tunakubariki. Tubariki wakati huu Bwana, na hata wakati unaosalia, kwa utukufu wa jina lako. Tubariki kwa kila hali, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki sana na watende mema. God bless you.